Mi nimepita tu kwenye kijiwe hicho kwa sababu nanunuaga magazeti na nasoma, ila natokea Mbezi hivi naelekea kazini Mikocheni. Naitwa Pasco Gumbo. Shabiki wa timu gani hapa? Mimi ni shabiki asilimia kubwa ni Simba. Simba. Bwana, ligi kuu jana Azam wamedondosha alama. Ahmad Ali Ibenge ameanza kudondosha alama ndugu yangu. Na ligi yetu tunavyojua hii maneno mengi. Itakuwaje ndugu yangu Ibenge pale Azam? Kifupi ndugu mtangazaji ni kwamba kuhusu ligi na timu tulizonazo kwanza. Yaani timu zote bado. Yaani tukisha sema kwamba kuhusu kupata fomu ya timu au kuona ule mpira ambavyo timu zetu tumezizoea bado. Lakini ukiangalia kwa hali halisi kuanzia tangu ligi ianze, hasa kwenye mechi za kimataifa na ligi ilipoanza, kuna shida ya timu kutokuonyesha muunganiko, hasa hususan Simba, Yanga, Azam. Ni kwamba tusichopenda kuambiwa wa mashabiki, yani pale timu inapokosea, wewe ukisema kwamba timu hii ina shida hii, wewe unaonekana. Kwani Azam na yeye bado hajaunganika? Hata Azam bado. Azam ya Ibenge? Hata Azam bado. Sawa. Azam ya Ibenge? Hata Azam bado. Sawa. Kwa bado kuna shughuli ya kufanya hapa. Bado kuna shughuli na safari hii waangalie. Kuanzia Simba, hasa mechi hizi kuanzia hii ilipoanza mpaka mechi ya 10. Hizi timu zote muda wote inaweza ikaangusha alama ikikutana na timu ambazo hizi ndogo ambazo ziko serious. Kama ambavyo Azam amedondosha Azam jana, kwa sababu Azam jana kilichowakwamisha bado ile timu muunganiko haina. Kila mchezaji anacheza kwa jitihada zake binafsi. Na hilo nalirudisha kwenye Simba. Jana ulikuwa unaiona Simba imecheza kitimu dakika za mwisho. Lakini mwanzoni kila mtu alikuwa anacheza anavyojua yeye. Yaani ili mradi aisaidie timu ikapate matokeo. Yanga kilichoafirisha Mbeya City ndio hicho. Hakuna kingine. Sio uwanja, kwa sababu ule uwanja kila mwaka wanaenda pale. Sawa. Kila mwaka wanaenda. Ila kwa sababu timu hazina muunganiko, hamna ile combination ya kusema kwamba sasa hawa tunacheza hivi kwa niaba ya kutafuta kitu hiki. Ila isipokuwa sasa watu wanatumia uzoefu kwa kupata matokeo. Ndio maana umeona juzi alivyoshikwa Pakome, alivyoshikwa Max Zingeli, timu imekufa. Kwa hiyo ndio hali halisi ya timu zetu. Lakini shida wa Tanzania tukielezana ukweli, watu wanakuona wewe msaliti, ila Simba, Yanga, Azam bado hawajajipata. Kwa maelezo ya bwana Pasco hapa, inaonekana Simba, Yanga, Azam wajipata, ila naamini Singida watakuwa wamejipata kwa maelezo yake. Umeona? Simba, Yanga, Azam wajajipata, Singida wameshajipata. Naweza nikasema kwamba mpira ni mchezo wa sayansi. Unajua kinachokosti hizi timu ni kwamba kipindi cha mashindano ya CHAN ligi nyingine kwenye nchi nyingine zilikuwa zimeshaanza. Umeelewa? Na mpira ni mchezo wa sayansi kwa sababu gani? Kuna vitu vingi. Mnapokuwa mnafanya mazoezi ya pre-season, mnafanya mazoezi ya kimbinu na kimwili. Umeelewa? Kwa kitu cha kwanza mkifanya mazoezi ya kimwili, mkifanya mazoezi ya kimwili, lazima kwanza mili iachie. Ndio maana unaona hizi timu zinapokuwa zinacheza inatumia muda mrefu sana mpaka dakika za mwisho ndio mili kama inafanyaje? Inaachia. Kwa hiyo lazima mfanye, mkishamaliza kufanya mazoezi ya kimwili lazima mwili ifanyaje? Iachie. Na ili mili iachie ni zaidi ya mechi 2 au 3. Na pia hapo mkiwa mmeshafanya mazoezi ya kimbinu, lazima mfanye kitu kinaitwa match fitting. Yaani mazoezi ya kucheza mechi kama mechi. Hata hizi mechi za pre-season wala mechi yenyewe kama ile mechi. Kwa ili ukae vizuri kwenye mechi kama ile mechi, inaweza kukuta kwenye mechi ya 3 au ya 4. Ndio muona kama alivyosema mwanzangu pale kwamba muunganiko unawasumbua. Kwa hiyo ni kisayansi yenyewe ilivyo. Hiyo ni sayansi unazungumzia. Sayansi ya mpira yenyewe. Watu wengi wanakuwa waijui. Sasa mashabiki ambao wao ni kwa sababu hamna mshabiki ambaye anakuambia kuhusu sare wala anakuambia kuhusu kushindwa. Washabiki wote wanataka kushinda tu. Na kuna wale washabiki ambao yeye anapenda yeye timu yake ishinde tu. Hana habari nyingine. Yaani hata sare tu anaumia. Anaumia. Kutokana na mtu akija kukaa kijiweni au kapi, atambe na mwenzake. Sasa kule kutambiana kule, akipata matokeo ya sare au akipata matokeo jinsi timu haijampendeza vile anavyotaka, hapo anakuwa anaumia yeye. Ndio maana anakuwa analeta maneno mengi. Kwa hiyo kama sasa hivi wanavyomlaumu kocha wa Yanga.
sawa, tunaweza tukamlaumu kwa sababu labda timu haieleweki. Lakini pia hata akija kocha mwingine sasa hivi hapa, timu bado haijakaa sawa. Bado naye hata struggle mwanzo. Hawezi ukafanya yani, haiwezekani ndani ya mechi. Sababu Yanga imecheza mechi ngapi? Imecheza mechi 2 za Champions League na mechi 2 za ligi. Ni mechi 4 tu. Sasa hakuna timu ambayo ndani ya mechi 4 ikacheza mpira kama Barcelona. Haipo. Haiwezekani. Yaani Yanga cheza mpira Barcelona mechi 4. Haiwezekani. Kwa lazima uinvest mbinu za kocha na jinsi watu, kwa sababu na wachezaji ni binadamu kama binadamu. Kuna mmoja ambaye anakalili haraka, kuna mwingine mbinu zinamuingia haraka, na kuna mwingine mbinu zinamuingia kidogo kidogo. Naweza nikakupa mfano kama mwaka jana. Wakati ligi inaanza mwaka jana, wachezaji wa Simba tufanye, ambaye alikuwa na wika alikuwa ni Debora, Mutale, Barua. Wakati ligi inaanza, watu waliwika sana wale wachezaji. Lakini ligi ilivyoanza kuchanganya, wale wachezaji wakajikuta kule kuwika kumefaje? Wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kawaida wakina Ngoma, wakaingia kwenye mfumo wakawika. Kwa hiyo ni swala la kuingia kwenye mfumo na mtu kukopi yale maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo kuna mwingine anakopi haraka, mwingine anakopi. Kwa hiyo unaweza kukopi haraka, lakini yule mwenye namba yake akija akakopi zaidi anakupita. Kwa hiyo ni mpira, ni mchezo wa kisayansi.